Hello. Hello mafisi. Nilisikia tunaitwa mafisi. Ama Wakikuyu wanaitwa mafisi. And the sweetness of it is how people are reacting on it. Niliwaambia hawa watu wamekosa idea yote. In fact, I'm very happy to see how people are very enlightened. Sai watu wamefunguka macho. Wacha nikwambie. Na huwa ninawaambia sana ukiangalia hata kwa hizo video zangu nimeweka hapo juu. Wakati tunakubali handout, mnachagua mtu juu anapeana handout. Ujue hiyo ni future yako unakula. I am very happy kwa watu wa Olkalau. Licha ya kuletewa all those things zenye waliletewa. Vitu hongo za kuwafunga macho za kujaribu kuwafunika. In fact, mara hii hakuna kufunika watu macho. Watu washajua. Decisive politics. Politics of tricks. Munarushiwa tu mahindi muingie kwa mtego. Once mumeingia kwa mtego, ni hivyo. Nayo nchi inaisha. Watoto wanakosa karo za kwenda shule. Capitation zinakosekana. Madawa hospitalini inakosekana. Poor, yani kila kitu inakuwa very poor. Tunaishi watu ambao ni maskini. Na ni kwa nini? Ni pale tu tulianza kukubali kupewa hongo. Kukubali kwenda kuchukua hizo 500. Mtu anakupea shilingi 500 unauza kura. Mtu anakupea shilingi 500 unadhani anakufanyia favor sana. Ati sijui usipofanya hivi serikali haitafanya ni. No. And we are not going to fall into that trap. We will not go into that direction. Nowadays ninafurahi sana watu wamefunguka macho. Na hawa watu ambao wako hapo juu, mnajua naongea kuhusu kina nani? Watu sai hawana idea. Because hii Olkarau iliwastuka. Kumbe tunaweza peana pesa na watu wakose kutuchagua. The wicked people, when they are in power, wacheni niwaambie, number one kitu hawanaga ni amani. When the wicked are on the power, hawanaga amani. They not sleep, hawanaga usingizi. Wanakonda tu kila saa ni kukonda juu ya stress. Why? Hakuna kitu mbaya kwa wanasiasa kama wakati wanajua watu washaanza kuerevuka. Because these are like watu kama tu sijui 10,000, sijui hata sijui kama wamefika ni 5,000 au ni 10,000, watu ambao wanabebea watu milioni 50 akili. Wanapiganisha sijui nyinyi ni mafisi, nyinyi ni ngamia. In fact, wacheni niwaambie, nyinyi Wakikuyu mumeambiwa nyinyi ni mafisi. And niliona wengine in reply mnasema hiyo ngamia ilisema sisi ni mafisi. You see? Ngamia sijui kama huwa inazungumza na fisi sijui kama huwa ina. Okay. Kitu wamebakisha ni siasa za matusi. Maana wameona handout sahi haifanyi. Zile empowerment sahi mlikuwa mnafanyiwa. Ni nini haijafanywa huko Olkalau? Wamepelekewa kila kitu, train, barabara, railway. Yani ni kuzuri wakapewa pesa, but look what those people did. Walichagua yule kiongozi wao wenyewe wanapenda. Walichagua yule kiongozi ambao wanaamini. And it's my hope ya kwamba huyo kijana ambaye alichaguliwa ataenda ku represent hao watu vizuri. Because ni watu walimchagua kwa upendo mwingi. Licha ya all that intimidation, fear, they manage. Ilikuwa very tough. But Mungu akawapigania. Now, my message to the Kikuyus. Hata muitwe fisi, I want to tell you one thing. Nyinyi mnakuwa watu wamebarikiwa sana. Do you know the person calling you mafisi, sijui fisi, hyenas, amesahau ya kwamba we are intermarrying. Those Muslim ambao yeye yuko, they are our sisters, they are our brothers, they are our friends, they are our schoolmates, they are our workmates. Tunafanya kazi na wao. Sasa wacheni niwaambie, msiingie kwa hiyo tricks. Ati mnaitwa wakabila, sijui mnafanya nini. Ukiitwa mkabila kubali na ufurahie kabisa. Yeah,
Hata mimi ni tribal. In fact, kama kuna mtu tribal ni mimi. Mimi kama kuna mtu tribal ni mimi. Because I am proud of my tribe. Na hiyo huwa sifichi. I'm very, very proud of my tribe. Na hiyo hatuwezi bishana. So wakati mnatukanwa, mnaitwa fisi, sijui nini, don't respond to those foolish. Don't respond to those nonsense. Ni mtego tu mnawekewa hapo. We ukiitwa fisi kubali. Hata yeye hakuwa anaongelesha fisi. Yeye akiongea, in fact, anatuita fisi, kwa hivyo ni kumaanisha pia yeye ni fisi. Ya, ni fisi. Pia yeye ni fisi. In response, naona watu wanamrudishia, wanamuita ngamia. These politics are taking us nowhere. Na wacheni niwaambie, ukiona hao in power, watu wenye wako kwa serikali wameanza kurushiana cheche za matusi, wameanza kusell fear, they are talking with a lot of anger. It's because you have opened your eyes. God has helped you to open your eyes. Na sasa msaanza kuelevuka. Mumeona hizi politics za trickery, decisive politics, zenye zinawaganya according to the politics that divide you according to your tribes. And even that one, it won't work. Let me assure them, it won't work. It won't work. This time, we are electing leaders. We are not going to elect politician. Na huwa naongea hivyo sana kwa ushujaa. Hakuna politician. Enda uchague kiongozi. Wachana na wanasiasa. Au tu wakuja wanatutumia. Once tumewapatia hizo viti, wanaenda kuharibu everything. Zile promises wali make hawatimizi. Those are politicians. And I hope wakati tunaelekea mwaka wa 2027, ninajua Mungu ataenda kutusaidia. We are praying for peace. Tuacheni matusi kwa siasa. Achana mwenye anaitana fisi, aitana fisi. It's okay. Juu tuliitwa fisi, tumekuwa fisi sasa. Hata ajui aende aongeze kitu kingine akuja aitane, tuko sawa. Tuko wa kabila, sisi ni fisi. We are waiting kitu hiyo ingine yenye mnakuja kutuita sasa. Because as Kikuyu, we don't entertain nonsense. We don't care whatever you say. We have a mission to accomplish. We are focusing on removing this demonic government. So take care of yourself. Na tunaelekea next year. Take care of yourself. Kura yako kaa nayo. Wenye hawajachukua, make sure uko na kadi. Register. Wenye hawana ID from next year, make sure you have an ID. Make sure you have kura. Ukue na kura yako. Sijui kura inaitwa aje, voting card. Ukue na voting card. On that day, we are going to change everything. Na msistuke. Hakuna sasa niliamini hakuna wizi wa kura. Hii kitu tunaenda in one way na hakuna kurudi nyuma. Thank you so much. Asante kwa kunifollow. Subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Let's meet in the next video. Adios.